Bwana Yesu asifiwe. Habari ya uzima. Natumai unaendelea vizuri. Kama una changamoto, mwamini Mungu atakuvusha katika changamoto hiyo. Inaitwa Amani Eliabu Kuyeko. Ni mwalimu wa neno la Mungu. Na leo tunakwenda kujifunza somo zuri sana. Ujumbe mzuri sana mahususi kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Nazungumza kuhusu mambo yanayotokea kwenye maisha yetu, lakini pia tutakuja na suluhisho la nini cha kufanya katika jambo hilo ambalo tunazungumza kwenye maisha kwetu sisi kama wanadamu. Na leo niko na ujumbe mzuri sana ambao unafikiri kila mmoja imeshamtokea hii kwenye maisha yake. Ujumbe wetu unazungumza hasira. Nina imani ndugu mtazamaji wangu ulishawahi kukasirika. Sina shaka ulishawahi kukasirika. Lakini pia ulishawahi kukutana na watu wenye wamekasirika, watu wenye hasira, ulishawahi kukutana nao. Ama unaishi na watu wenye hasira. Unaishi na watu wenye hasira. Na pengine umeshakuwa muhanga wa hasira, aidha kwako mwenyewe au kutokea kwa watu wengine. Yani wamesha kujeruhi. Muda huu ambao ninazungumza na wewe, inawezekana tayari umepitia changamoto hizo. Sasa kuna ujumbe muhimu sana kwako kuhusu hasira. Lakini nitakueleza hasira ni nini, na nitakueleza madhara yanayoweza kutokana na shinikizo la maamuzi ya hasira. Halafu mwisho nitamaliza na mambo kadhaa nini cha kufanya ili uweze kuepuka maamuzi yaliyo na shinikizo la hasira ndani yake. Sasa kwa kuanza nitamshukuru Mungu, halafu tuanze darasa letu moja kwa moja. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa wakati huu na majira haya ambapo umetupa neema na kibali, lakini pia utukufu wako umekuwa pamoja nasi hata sasa. Wewe ni Ebeneza. Tunaanza darasa letu muda huu kwa habari ya somo letu zuri sana la hasira. Neema yako Mungu iwe pamoja nasi, na utukufu pia utufunike, utuatamie. Na mtazamaji wangu pia ninamwombea kibali cha kuelewa na kufunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa tuanze rasmi. Nimesema ujumbe wetu ni hasira, na kitabu kitakachotuongoza hapa ni kitabu cha Mhubiri sura ile ya 9, sura ya 7 na mstari wetu wa 9. Mhubiri 7:9. Biblia inasema hivi: usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Hii ni Biblia imetuasa ya kwamba tusifanye haraka kukasirika, kwa sababu hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Kwa hiyo ukikasirika haraka moja kwa moja kutokana na andiko tulilolisoma, maana yake wewe ni mpumbavu. Kasirika haraka, kiwa na maamuzi ya haraka baada ya kukasirika. Sasa kwa nini nimekuja na ujumbe huu kwako? Kwa nini nimepata msukumo huu wa kukuletea ujumbe huu? Ni kwamba hasira ni kitu fulani ambacho kinaleta madhara sana kwa mtu au kwa jamii. Na katika kuitafsiri, hasira inatafsirika kama ni hisia ya uchungu anayokuwa nayo mtu baada ya kupata matokeo asiyoyatarajia. Ni hisia ya uchungu anayokuwa nayo mtu baada ya kupata matokeo asiyoyatarajia, au baada ya kutendewa asivyotarajia kutendewa. Hapo ndipo huibuka hisia ya uchungu ndani ya mtu na kumshinikiza mtu kufanya maamuzi. Mara nyingi, si mara zote, lakini mara nyingi maamuzi yenye shinikizo la hasira nyuma yake huwa ni maamuzi yasiyo sahihi.
huwa ni maamuzi ambayo ni ya kuumiza sana. Huwa ni maamuzi ambayo yanaacha vidonda vikubwa sana. Bahati mbaya ni kwamba maamuzi mengine huwa hayana namna kabisa ya kurekebishika. Hayarekebishiki. Ukishaamua, umeamua. Matokeo yanapotokea, basi unapaswa kukabiliana nayo. Wakati mwingine huwa ni ngumu sana hata kuweza kuyarekebisha maamuzi hayo. Sasa mimi nitakuja tuzungumze machache madhara yatokanayo na shinikizo la hasira. Halafu mwisho nitakupa nini cha kufanya, mambo gani ya kufanya. Lakini kwa sasa tuanze kwa kutazama madhara yatokanayo na shinikizo la hasira. Na dhara la kwanza ambalo linaweza likatokea kwa mtu, ama kitu cha kwanza kinachoweza kutokea kwa mtu ni kuweza kuua au kuuawa. Haya yote mawili yanaweza yakaenda kwa wakati mmoja. Yani yanaweza yakatokea aidha kuua baada ya kukasirika na kufanya maamuzi yako haraka, ama kuuawa. Yote yanawezekana kwa sababu tu tayari umeshafanya maamuzi ambayo ndani yake kuna shinikizo la hasira ndani yake. Sasa unisikilize vizuri ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu pia, pengine kuna wengine wanasikiliza kwa njia ya audio, kwamba unapokasirika haraka, unapofanya maamuzi ukiwa na hasira, utarajia kwamba unaweza ukaua au ukauawa. Kwa maana kwamba unaweza kumkasirikia mtu na kuamua kuanza kumpiga. Umempiga mpaka ukamuua, jela inakuhusu. Lakini unaweza usimuue ila wewe ukauawa, kwa sababu kuna wakati unaweza ukasikia habari fulani mbaya juu yako zimezungumzwa na mtu, ambazo zikakuumiza sana kwa sababu sio kweli kilichozungumzwa, sio kweli. Sasa kwa sababu sio kweli, imekuuma, badala ya kufanya upate utulivu, unanyanyuka moja kwa moja na kumfuata aliyekusema, uliyesikia habari hizo zimetokea kwake. Unapokwenda kuamsha ugomvi, akikuzidi nguvu yule mtu anaweza akakuua. Lakini kumbe haikupaswa wewe kuuawa. Ni kweli kila mtu atakufa, lakini kwa nini ufe kwa njia hiyo? Au kwa nini uue kwa njia hiyo? Kwa sababu kishaua tayari ulishakosana hata na Mungu, ushakosana hata na jamii, na serikali pia imeshakosana na wewe. Haiwezi kukuvumilia kwa namna hiyo. Kwa moja madhara ambayo yanaweza kukupata ni pamoja na kufanya kuweza kuua au kuuawa kutokana na maamuzi ya shinikizo la hasira ndani yake. Lakini dhara la pili ambalo tunalitazama kwa leo ni kwamba unaweza kupoteza watu sahihi. Unaweza kupoteza watu sahihi kwenye maisha yako. Ninajua ni ndoto za kila mwanadamu kuongezeka. Hakuna mtu ambaye ndoto zake ni za kuishia hivyo jinsi alivyo. Kila mmoja ndoto zake za kuongezeka, aidha kuongezeka kiuchumi, kuongezeka kiroho, lakini pia kuongezeka kielimu, kuongezeka kiumri, kiumbo, kwa sababu pale kama mzazi unapozaa mtoto, matarajio ni kwamba atakuwa kila siku kuongezeka. Sasa katika kuongezeka kwa mwanadamu, ambalo ni sehemu ya hitaji muhimu sana, ni sehemu ya mahitaji muhimu sana, na pengine ni mahitaji ya lazima kwa mwanadamu kuongezeka. Katika kuongezeka tunahitaji watu sahihi wa kutushika mkono, tunahitaji watu sahihi wa kututaja mahali. Ni kweli inawezekana ukawa umesoma, una vyeti vyote unavyo tayari vimekamilika kabisa, lakini changamoto ni kwamba unahitaji mtu wa kukusemea, wa kulitaja jina lako mahali. Litajwe jina lako ili watu wakujue. Wakati Yusufu yuko gerezani kwenye kitabu cha Mwanzo kule, alikuwa na kipaji cha kutafsiri ndoto, lakini mfalme Farao hakuweza kumjua ni mpaka alipotajwa na mtu kwamba kuna mtu yuko gerezani anaweza kutoa tafsiri hii. Sasa unahitaji watu sahihi kwa maamuzi yako ya hasira yaliyojaa na shinikizo la hasira. Unaweza ukasababisha watu sahihi kuondoka kwako. Unaweza ukavunja mahusiano sahihi kwa sababu ya maamuzi yako ya hasira.
kile kitabu cha Isaya nafikiri sura ya 43, kama nitakiona kwa haraka hapa, Isaya 43 mstari ule wa 4 inazungumza kitu kizuri sana. Biblia inasema hivi, nitakusomea kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Huyo ni Mungu anazungumza kwa kinywa cha nabii Isaya, kwamba kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pake Mungu, mwenye kuheshimiwa na Mungu, mwenye kupendwa na Mungu, sasa Mungu anasema kwa sababu nimekupenda na una thamani kwangu, nitatoa watu kwa ajili yako. Kumbe ni ahadi ya Mungu sisi kupewa watu sahihi ili waweze kutusaidia kutimiza ndoto zetu, waweze kutusaidia kutimiza malengo yetu. Sasa unaweza ukawapoteza hao watu sahihi kwa maamuzi yako yaliyo na shinikizo la hasira ndani yake. Hiyo ni dhara la pili ambayo tunalitazama. Unaweza ukapoteza watu sahihi kwenye maisha. Hao watu wametumwa na Mungu, kwa sababu kuna kitu hiki unapaswa kukifahamu kwamba Mungu akitaka kukubariki anakuletea watu sahihi kwako, na shetani akitaka kukuharibu anakuletea watu wasio sahihi kwako. Muda huu tunazungumza hapa na imani, kuna mmoja wetu ama wawili wameyavunja mahusiano, wamewaacha watu sahihi kwenye maisha yao na kwenda kuangukia kwa watu wasio sahihi, na kilichokufanya ufikia hatua hiyo ni maamuzi yako yaliyo na shinikizo la hasira. Umempoteza mtu sahihi, uliye naye leo unajuta. Hasira zilikushinikiza kuona kwamba sio mtu sahihi, ukamwacha. Halafu ulipomwacha ukaenda kwa mwingine ukafikiri ni sahihi. Sasa unajuta na hakuna namna tena ya kuweza kumpata yule, maana tayari yuko kwenye mahusiano mengine, yuko kwenye ndoa nyingine. Wakati fulani nilikuwa nafundisha redioni somo hili, alinipigia simu mtu mmoja na niambia, mimi huwa nagombana sana na mke wangu. Tatizo kubwa ni maamuzi yenye shinikizo la hasira. Akiomba msaada nimsaidie. Sasa na wewe maamuzi yako hayo yanakufanya upoteze watu sahihi sana kwenye maisha yako. Chunga sana. Na kama kweli uko katika situation hiyo, nina imani bila shaka ishawahi kutokea umepoteza watu sahihi. Lakini jambo la tatu ama dhara la tatu ni kwamba tunakosa marafiki wapya na kukosa connection mpya. Tunakosa marafiki wapya na kukosa connection mpya. Kitabu chetu cha Mithali sura ya 22, Mithali sura ya 22 na mstari wetu wa 24. Mithali 22 mstari wa 24, Biblia inasema hivi: usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Narudia tena kwa ajili yako ndugu mtazamaji. Nasema usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Pointi yetu inasema tunakosa marafiki wapya na kukosa connection mpya. Kila hatua ya maisha tunayopiga ina watu wapya inayotupa. Kila viwango tunavyoongezeka vinatupa na marafiki wapya. Yaani usichokijua ni kwamba kila hatua unayopiga kwenye maisha yako kuna watu wapya sahihi wanaongezeka kwako, wanakuja, lakini pia kuna watu wapya wasio sahihi wanaongezeka. Na usichokijua ni kwamba na maadui wapya wanaongezeka kadri wewe unavyoongezeka. Kila hatua unayofikia kuna maadui wamekusubiri pale na kuna watu sahihi wamekusubiri pale, marafiki. Watu ambao wanaweza wakawa na wewe nyakati zote. Lakini kwa kuwa na maamuzi yaliyo na shinikizo la hasira unawakosa hao marafiki wapya. Na Biblia hapa kupitia kwa imezungumza maneno haya ya hekima sana kutoka kwa Mfalme Suleimani. Hii Mithali sura 22 mstari wa 24 kwamba usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Ni Biblia hii. Kwa tunashauriwa sisi tusiwe marafiki zako wewe. Kwa sababu
unaweza ukafanya mambo mabaya wakati wowote. Unaweza ukawa mshauri mbaya wakati wowote. Kwa hiyo unakosa marafiki wapya. Sasa katika hatua ulionayo ya maisha, katika mafanikio, kiwango cha mafanikio ulichonacho hivi sasa, kina marafiki waliokupa hao ulionao sasa hivi. Lakini ujue ya kwamba unapoongezeka kuna watu wanapotea na kuna watu wanaongezeka wapya, aidha wema ama wabaya. Sasa unapokuwa na maamuzi yaliyo na shinikizo la hasira ndani yake, inakunyima fursa ya kupata marafiki wapya. Nikawahi kutoa mfano siku moja kwamba umepita njiani katika pitapita zako ukakutana na chui. Chui anahitaji msaada. Ile ndoo ya maji, chukua ile ndoo ndogo ya maji, nafikiri tunaifahamu. Ile ndoo ndogo sasa mtu ameweka, chui kaweka kichwa mule, alafu ule mkono wa ndoo umeng'ang'ania kwenye shingo ya chui. Sasa chui anahitaji msaada. Nikawauliza watu mahali fulani, nikasema ukifika eneo kama hilo, ndugu yangu, utampa msaada huyo chui? Mtu mmoja akajibu akasema, siwezi kumpa msaada chui, zaidi nitachukua gongo pembeni pale nimpige kumuongezea. Kwa nini? Inawezekana kabisa kwamba chui hakuwa na shida, hatakuwa na shida na huyo mtu kwa wakati huo. Ni kweli chui anahitaji msaada, lakini hasaidiwi kwa sababu ya aina ya tabia zake, jinsi anavyojulikana kwamba ni mkorofi. Endapo utamsaidia, anaweza kaanza na wewe. Na muda huu nazungumza, yuko mtu mmoja ananiunga mkono kwamba ni kweli, kwa sababu aliwahi kumsaidia mtu, alafu yule mtu akageuka adui yake. Mpaka leo wasemeshani. Mpaka leo anatafuta kumuua, lakini mtu yule msaidia. Nafikiri changamoto hii unayokutana nayo. Umemsaidia mtu, afu bado yule mtu anakugeuka, anakuwa adui yako. Kwa sababu kuna msemo wanasema kwamba maadui tulio nao leo, wengine walianza kuwa marafiki zetu kwanza. Walikuwa marafiki zetu, tukasema hawa ni marafiki kweli kweli, tukawatambulisha na kwa ndugu zetu. Lakini leo sasa wametugeuka na kuwa maadui wakubwa sana. Kwa hiyo ndugu yangu, unaweza ukapoteza marafiki wapi, usipate kabisa marafiki wapi, ukazikosa connection mpya. Dunia hii sasa kutoboa kunahitaji connection. Unahitaji mtu akuunganishe, mtu akuconnect. Unahitaji mtu fulani, yupo mtu fulani anaweza kufanya hii kitu vizuri sana. Bahati mbaya sana mfumo wa sasa hivi bado kuna shida. Watu hawaamini katika vyeti, wanaamini wanaamini katika uwezo. Vyeti unavyo, lakini watu wanajuaje kama una uwezo? Unahitajika mtu akutaje, mtu alitaje jina lako. Kisema mtu fulani anaweza kufanya, unapewa kazi, unafanya. Kwa tabia zako za maamuzi hayo, nani anaweza kukudhamini? Kwa sababu kumtaja mtu ya kwamba anaweza kufanya kazi fulani, unahitaji uwe unamwamini ya kwamba hatakuangusha. Lakini kama una maamuzi hayo yenye shinikizo la hasira ndani yake, ni nani atakuwa? Kweli umesoma, wewe ni dereva mzuri, una leseni yako nzuri na vyeti kabisa, lakini tabia zako zinawafanya watu washindwe kukudhamini. Nani atakaye kudhamini? Utakosa rafiki. Hata ukihitaji mahali kazi, watasema hebu lete wadhamini wako. Ni nani utakuwa tayari kwenda kukudhamini wewe? Kwa sababu ya maamuzi yako ya nini? Ya hasira. Vema sana ndugu yangu, ukaangalia jambo hilo si jambo jema. Hiyo namba 3. Tuone namba 4, nitakupa matano tu, nafikiri yatatosha. Namba 4 inasema unaweza kuchelewa au kuto kukua kabisa. Haya ni madhara ya maamuzi yaliyo na shinikizo la hasira ndani yake. Unaweza ukachelewa kukua, unaweza ukachelewa kupata, unaweza ukachelewa kupata mafanikio au ukayakosa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka namba 2, lakini pia ikumbuke namba 3. Namba 2 inazungumza kwa habari ya kupoteza watu sahihi. Namba 3 inazungumza kwa habari ya kupoteza au kukosa kabisa marafiki na connection mpya. Utaongezekaje bila kuwa na watu sahihi nyuma yako? Utaongezekaje bila kuwa na marafiki sahihi nyuma yako? Kwa hiyo jambo la 4, unaweza usiongezeke, ukabaki kwa hivyo hivyo ulivyo. Halafu ukabaki unalaumu watu. Umejaa moyo wako umejaa mzigo wa lawama.
unatulaumu sisi, unawalaumu ndugu zako. Kumbe tatizo ni tabia zako. Ndio shida. Shida sio ndugu zako, shida ni tabia yako. Angalia, watu wanashindwa kukudhamini. Ni kweli una sifa, ila umepoteza sifa moja tu, ya utulivu. Unakurupuka sana katika maamuzi, unajeruhi sana mioyo ya watu, hivyo watu wanashindwa kukudhamini. Huyu tukimdhamini akienda pale, ipo siku huyu anaweza kagonga hata watu. Wakimkwaza kidogo anaweza kagonga watu. Wakati fulani nilikwenda chuo kimoja hivi Dar es Salaam, nikataka kujifunza kozi fulani hivi. Wakati tumechukua fomu pale, wale viongozi pale wakasema msilipe ada, ila acheni namba zenu za simu, tutawaita mje tuzungumze. Wakatuita, tukaenda kwenye darasa moja kwenda kufundishwa issue ya saikolojia. Wakatufundisha kwa habari ya somo la kujitambua. Kila mmoja katika kozi aliyokuwa anataka kuisoma, sasa mtu yuko pale, mwalimu wa saikolojia anatufundisha. Baadaye akatugawia karatasi, akasema kila mmoja aandike udhaifu wake ni upi. Watu wakaandika. Wengi wao, moja ya udhaifu ambao ulionekana karibia kwa kila mtu, wachache tu nafikiri ndio hawakuwa na hicho kitu, ila wengi wao walikutwa na hilo shida ya kuwa na hasira nyingi. Sasa yule msaikolojia akasema, unataka kujifunza kusoma udereva, halafu una hasira nyingi, matokeo yake ni yapi? Wamekukwaza huko ndani ya gari unaendesha, abiria wamekukwaza, kitakachotokea hapo ni nini? Ni kuwaua. Mwingine sasa anataka kujifunza ufundi, ufundi magari. Wewe kwenye ufundi magari unapotaka kujifunza huko na una hasira nyingi, vipi hautawagonga watu spana wakikukwaza? Ikaanza somo la namna gani ya kudhibiti hasira ili mtu asiwe na maamuzi ya haraka ambayo yanaweza kusababisha madhara makubwa sana. Kwa kuna kazi umezikosa mpaka leo kwa sababu ya maamuzi yako ya hasira kukurupuka. Na wewe ni shahidi. Kuna mahusiano umeyavunja kwa sababu ya maamuzi yako yaliyo na shinikizo la hasira ndani yake. Jambo la mwisho kabisa kwa leo ni kukosa ufalme wa Mungu. Ni jambo baya kuliko hata ya mengine, kukosa ufalme wa Mungu. Itatusaidia nini sisi kuipata dunia yote hii kuwa miliki yetu? Kwa sababu tunaamini ya kwamba kuna maisha baada ya haya. Yako maisha. Na kama viongozi wako wa dini hawakukwambia ukweli, acha mimi nikwambie ukweli ya kwamba kifo cha hapa duniani sio mwisho wa maisha ya mtu. Kuna maisha mengine. Hayo maisha hayaandaliwi baada ya wewe kufa. Hayo maisha unayaandaa wewe mwenyewe. Wewe ndio unayaandaa hayo maisha ukiwa bado uko hai. Ukiwa bado uko hai unaandaa maisha yako ya kesho. Sasa katika maamuzi ulionayo hayo, utaukosa ufalme wa Mungu. Utakosa kustarehe katika hayo maisha ya baadaye ambayo tunayatarajia. Iwe ni Muislamu wanaamini ya kwamba kuna kiama, iwe wa Kristo tunaamini katika kiama kwamba ipo siku dunia hii itakunjwa, tutakwenda kuwajibika kule. Ukiukosa ufalme wa Mungu kwa sababu Biblia imekataza usiue. Sasa ukiua kwa sababu ya maamuzi yako ya hasira, tayari umeshapishana na Mungu. Lakini nimekusomea vitabu hapa, kitu cha msingi Mhubiri 7:9 anazungumza hasira ukaa vifuani vya wapumbavu. Lakini Mithali 22:24 amezungumza ushauri, anasema usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Hii ni nini? Inatupa kujua ni kwamba hata Mungu mwenyewe hafurahii watu wanaofanya maamuzi wakiwa katika hasira nyingi, wala katika ghadhabu. Na ndio tumeambiwa tusitembee na watu. Kwa hiyo Biblia imetushauri kukukwepa wewe kutokana na maamuzi yako ya hasira. Sasa ukiukosa ufalme wa Mungu, yaani kuna watu umefanikiwa kuacha uzinzi, umefanikiwa kuacha uasherati, umefanikiwa kuacha tabia zingine mbaya, lakini unakwenda jehanamu kwa sababu ya maamuzi yako yaliyo na shinikizo la hasira ndani yake. Unaukosa ufalme wa Mungu. Kuna mtu anaweza kujiuliza, na ukosaje ufalme wa Mungu? Nimeeleza sana, unaweza ukaua. Sasa ukiua unakwenda mbingu ya nani? Wakati katika amri za Mungu mojawapo ya amri inasema usiue.
Kwa nini uue? Ndugu yangu, hayo ni madhara matano nimezungumza. Japokuwa ile la tano ni kubwa kuliko kuukosa ufalme wa Mungu. Sasa nisikuache njiani. Nimalize kwa mambo mengine kama matano, muda wetu utaruhusu, matano yanayozungumza nini cha kufanya. Kwa sababu hasira kila mtu anayo, na kila mtu anakasirika, na hata mimi huwa nakasirika, na bila shaka hata na wewe unakasirika, na wala Biblia haijatuambia tusikasirike. Kitabu kimoja kinatueleza kwamba muwe na hasira, lakini jua lisichwe na uchungu moyoni. Maana kukasirika anatambua. Hata Yesu alikasirika alipowakuta watu hekaluni wanafanya biashara, hakucheka, alikasirika, akasambaratisha ile biashara. Mungu pia anakasirika, na wewe uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu unakasirika, na mimi nakasirika. Lakini tunatazama baada ya kukasirika nini cha kufanya. Hicho ndicho kitu cha msingi nachotaka tukitazame kwa haya mambo machache matano. Mambo gani ya kufanya pindi mtu unapokasirika? Jambo la kwanza, unapokasirika ufanye nini? Jambo la kwanza, usiweke matarajio makubwa kwa mwanadamu. Hii ninakwambia iwe ni kanuni kwenye maisha yako yote, itakusaidia sana. Usiweke matarajio makubwa kwa mwanadamu. Maadamu ni mtu, usimweke matarajio makubwa. Kumbuka tafsiri yetu ya hasira inasema ni hisia ya uchungu anayoipata mtu baada ya kupata matokeo asiyoyatarajia, baada ya kutendewa isivyo stahili. Umempenda mtu ukatarajia kwamba utaupata upendo kwake, lakini bahati mbaya ukapata usaliti kwake. Halafu wewe ulimpenda sana, ukamkabidhi moyo wako wote, ukamkabidhi paka na firigisi na maini, halafu akakusaliti. Siku unayojua amekusaliti, moyoni mwako ile hisia unayoisikia ndio hasira. Unasikia uchungu sana moyoni mwako, na tayari kuna mawazo. Huwa tunasikia hata kwenye vyombo vya habari, kuna mtu unasikia ameua mwanamke kwa sababu ya wivu wa kimapenzi. Ni hasira hiyo. Kwa nini? Alitarajia kwamba huyu ni wa kwangu peke yangu, akakuta kumbe kuna rafiki yake, kuna nani, akakasirika. Sasa mimi ninakushauri, ani matibabu kabisa ya kisaikolojia, ya kwamba usimwekee mtu matarajio makubwa. Unajua wakati Mungu anamuumba mwanadamu, naye Mungu alitarajia kitu kikubwa. Sasa anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale. Huyo ni Mungu. Kwa alitarajia mwanadamu anakwenda kutawala kwa niaba yake, na ndio maana akatupendelea kuliko wanyama wote. Lakini baadaye wanadamu wenyewe walimpiga matukio Mungu, mpaka Mungu mwenyewe akashangaa. Kitabu cha Yeremia sura ya 2 na mstari wa 21. Yaani tutapaona kwa haraka hapa. Yeremia 2:21. Nikusomee uone Mungu mwenyewe jinsi alivyo surprise. Anasema hivi: nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Huyu ni Mungu, kinywa cha nabii Yeremia, anauliza juu ya taifa la Israeli. Nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana. Unajua unapopanda mzabibu unatarajia kuvuna zabibu. Halafu ule mzabibu ulioupanda badala ya kukuletea zabibu njema zinakuletea zabibu mwitu. Wewe kama mkulima ni lazima utashangaa. Ni sawa na leo ulime shamba, bustani yako safi, upande mchicha, afu ghafla ushangae inaota bangi. Lazima utashangaa kwa sababu utarajia mchicha, lakini unashangaa ukienda shamba na kuna bustani yako unakuta bangi imeota.
unapata shida sana. Sasa baada ya kutazama madhara ambayo mtu anaweza kuyapata kutokana na shinikizo la maamuzi ya hasira, sasa tuende tukaangalie nini cha kufanya. Ufanye nini ili kuepuka? Kwa sababu kila mtu anakasirika. Mimi ninakasirika, wewe huo unakasirika, mtu wako pia anakasirika, watoto wanakasirika, marafiki, Mungu pia anakasirika, Yesu Kristo pia na yeye alikasirika na huwa anakasirika. Shida sio wewe kukasirika au mimi kukasirika. Kukasirika sio shida. Shida unafanya nini baada ya kukasirika? Nini cha kufanya baada ya kukasirika? Hiyo ndio shida iko hapa. Ukishakasirika huwa unachukua maamuzi gani? Biblia inasema, kuna mahali inasema kwamba muwe na hasira lakini msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu bado uko moyoni. Yaani jua lisizame bado una uchungu. Wewe unaweza kukasirika lakini jitahidi kuachilia kabla jua halijazama. Yaani usilale na uchungu, kwa sababu katika kulala na hasira kunazaliwa kitu kingine. Shina la mabaya linazaliwa hapo. Sasa ndugu mtazamaji, nini cha kufanya? Mambo gani ya kufanya? Tutazama mambo matano kwa neema ya Mungu. Tutazama mambo matano ambayo yanaweza kutusaidia. Kwa hiyo nafikiri tutakomea hapo. Jambo la kwanza ni usiweke matarajio makubwa kwa mtu. Usiweke matarajio makubwa kwa mtu. Unajua, kutokana na mahusiano ya watu tulionayo, na watu, kuna wakati mahusiano yanatujengea kitu ndani ya mioyo yetu, kuwaamini watu kupitiliza na kutarajia ya kwamba tutapata mengi mazuri kutokana na aina ya mahusiano tulionayo. Pengine kutokana na aina ya maneno tunayoambiwa au aina ya matendo tunayotendewa na wanadamu wenzetu. Tunawaamini na kuweka matarajio makubwa kwao. Sasa wakati ninaanza somo nimekupa tafsiri ya hasira na nukuu kwa kifupi kwamba ni hisia ya uchungu anayoipata mtu. Ni hisia ya uchungu unayoipata wewe ndugu mtazamaji baada ya kutendewa usivyotarajia au baada ya kupata matokeo usiyoyatarajia. Unapata hisia ya uchungu ndani. Vipi uliyemwamini sana ukakuta anafanya tofauti na ulivyotarajia? Matokeo yake huwa ni nini? Huwa unajisikiaje? Umezaa watoto, umewahangaikia, umewasomesha. Katika ufahamu wako na fikra yako ulikuwa na matarajio ya kwamba watakuja kunisaidia baadaye, halafu wanakugeuka. Moyoni mwako unajisikiaje? Hasa kitu cha msingi, tiba ya kwanza, kwamba usiweke matarajio kwa mtu. Anayepumua, anayeishi, anaweza akabadilika wakati wowote, akageuka. Nikupe story moja ya mzee mmoja. Tulikutana naye mahali fulani, tukiwa tuko shamba na yeye anatoka shamba kuvuna miwa. Nikamwambia, mzee, tuuzie miwa hiyo, tuna shida nayo. Mzee akakubali kutuuzia, lakini akatutajia bei ambayo kidogo ilikuwa iko kubwa. Katika kuomba punguzo kwake, nikamwambia, mzee, sisi tuuzie si tu kama watu baki, lakini tuone kama watoto wako, kwa sababu na imani kwamba una watoto pengine kama likaleto sisi. Mzee alibadilika, akakasirika ghafla. Alipokasirika ghafla akaniambia, kijana, kama unataka nikuuzie miwa nitakuuzia, lakini usitaje watoto wangu. Nikapata shida, nikahisi pengine
labda mzee hakufanikiwa kupata watoto. Nikamuuliza, mzee, samahani, hukufanikiwa kupata watoto kwenye maisha yako? Akaniambia, nilizaa, nilipata watoto, Mungu anibariki watoto wengi tu, ninao wakubwa. Nikamuuliza, kwa nini unasema hutaki kuwasikia watoto wako? Shida ni nini? Akaniambia, unataka niwasikilize watu wanaotaka kuniua? Nikashtuka. Nikasema, kwa nini wakuue? Akasema, kijana wangu, mimi nilikuwa na watoto. Siwezi kusema sasa na watoto, na nilikuwa nao watoto. Nimezaa mwenyewe na nimewasomesha, wengine wako miji mikubwa na wana fedha. Lakini walinigeuka wakataka kuniua, wao pamoja na mama yao. Tuliposhindana mimi na mama yao, wao waliungana kwa upande wa mama yao na wakataka kuniua mimi. Nikawapisha kwenye nyumba, nikaenda kukaa nyumba nyingine, nikaoa mwanamke mwingine huko. Lakini hata huyo mke wangu wamemuua, na mimi wanataka kuniua. Halafu wewe unasema ni wauzie kama watoto wangu. Mimi wale sihesabu kama ni watoto wangu. Ikanipa picha kwamba mzee aliweka matarajio makubwa kwa watoto wake, halafu watoto hawajampa kile ambacho mzee alikitarajia. Ndivyo ambavyo ninasema na wewe ndugu yangu, wanadamu wanabadilika. Kama hujawahi kuonja chungu ya wanadamu, endelea kuwaamini na endelea kuweka matarajio kwao makubwa. Sisemi usiwaamini, lakini usimwamini kwa kiwango cha kwamba unatarajia mengi sana kwake. Usifikie huko. Usifikie huko, utapata shida. Unamwamini rafiki yako, unamweleza siri zako, baadaye anakugeuka anazitoa. Ukizisikia inauma, si tu kwa sababu siri yako imetoka, no. Hiyo haiumi sana. Kinachouma ni nani aliyezitoa siri? Ni mtu uliyemwamini sana. Kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wa 21, Biblia inasema hivi. Nitakusomea Yeremia 2:21. Nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Maneno haya ni ya Mungu kwa kinywa cha nabii Yeremia, akisema juu ya taifa la wana wa Israeli. Mungu anasema, nalikupanda mzabibu mwema sana. Si tu mwema, mwema sana. Mungu alitarajia nini? Alitarajia kuvuna zabibu njema sana kutoka kwenye mzabibu aliopanda. Lakini matokeo yake zikaja zabibu mwitu, kitu ambacho hakukitarajia kabisa. Alipata matokeo ambayo hakuyatarajia kwa mwanadamu. Na nilikuwa nazungumza na taifa la Israeli. Kama Mungu hayaweki matarajio makubwa kwa mwanadamu aliyemuumba, vipi wewe na huyo mtu uliyekutana naye duniani? Kwa nini unamwekea matarajio makubwa? Ni mtu tu huyo, anabadilika wakati wowote. Mimi nakushauri, kama unataka kumwamini mtu, basi amini maiti. Jieleze siri zako maiti, maana haiwezi kuzungumza mahali popote, ila sio mwanadamu anayeishi. Usiweke matarajio makubwa kwa huyo mtu. Ni mtu, anabadilika, ana mapungufu yake, ana madhaifu yake. Kumwamini kwako na kuweka matarajio yako makubwa, anaweza akafanya matukio fulani kwako ambayo yakapandisha ile hasira. Sasa mimi ninakupa nini cha kufanya kwenye maisha. Jambo la kwanza, usiweke matarajio makubwa kwa mtu. Kama kuna mahali pa kuweka matarajio makubwa sana, ni kwa Mungu, maana ana sifa ya kutokubadilika. Sisi tunaamini katika Kristo Yesu, na imani yetu iko huko, na matarajio yetu yako kwake. Tunaamini ya kwamba Yesu Kristo hawezi kubadilika.
Kama nina siri zangu, huwa mimi nina tabia kwenda kumweleza Yesu siri. Yesu, nina mambo fulani 1, 2, 3. Kwa sababu naamini sintaisikia siri hiyo kwa mtu awe yote. Yesu ni mwaminifu. Nakumbuka habari za wanafunzi wa Yesu 12 wale. Yesu alikuwa anajua kama Yuda atasaliti, lakini hakuwahi kuitoa siri hiyo kwa wanafunzi wake 12. Na katika wale wanafunzi 12 alikuwa na wanafunzi 3 Yesu alikuwa anawapenda sana. Miongoni mwao alikuwa Yohana. Yohana huyu aliandika kitabu cha Injili ya Yohana pamoja na kitabu cha Ufunuo. Alikuwa anapendwa sana na Yesu. Kwa hiyo katika 12 alikuwa na 3 anaowapenda, na katika 3 alikuwa na mmoja anayempenda, Yohana, lakini hakuwahi kutoa siri. Mpaka wakati ulipowadia akasema mmoja wenu atanisaliti, lakini hakuwahi kutaja ni nani. Kama una mambo yako, mshirikishe Yesu. Halafu Yesu atakutunzia siri yako. Atatunza kwa uaminifu mkubwa. Kama una mambo ya kutarajia, tarajia kwa Yesu, atakupa. Lakini siko mwanadamu, anabadilika. Usiweke matarajio makubwa, kwa sababu atakapokuja kufanya tofauti itakuumiza sana. Ndipo hapo turudi kwenye dhara letu la kwanza, utafikiria kuua. Na bahati mbaya, badala ya kuua unaweza kujikuta unauawa. Hilo ni jambo la kwanza. Nini cha kufanya? Jambo la kwanza. Jambo la pili, unapokasirika, umekasirika tayari, na sio rahisi kuzuia kukasirika, lakini kukasirika kupo. Sasa baada ya kukasirika, nini cha kufanya? Jambo la pili, ondoka karibu na mtu au watu wale kukasirisha. Ondoka karibu. Usiendelee kukaa karibu na mtu aliyekukasirisha, kwa sababu anaweza akaendelea kuongea maneno ambayo yakakufanya ukasiriki zaidi. Nitoe mfano mmoja. Ni mke wako amekukasirisha, amekukwaza, ukakwazika. Hasa unaendelea kusema naye, unaendelea kuzungumza naye, halafu na yeye hajashuka, anaendelea kupanda, na tena anaongea maneno yenye kukuudhi. Mfano wa maneno anayozungumza ni haya. Anasema, kama kweli wewe ni mwanaume, niguse. Kama kweli wewe ni mwanaume, niguse. Halafu tayari ushakasirika, kumbuka. Na ukijiangalia wewe ni mwanaume, kinachotokea ni nini? Mwingine anaweza kaenda mbali zaidi akasema, ukinipiga nitaamini kweli wewe ni mwanaume. Halafu maskini ya Mungu kumbe ni mbovu. Unaponyoosha mkono, unampiga, anapitiliza. Kwa ukiweza, kaa mbali naye au nyamaza, usiendelee kubishana. Mara tu unapoona tayari umekasirika, usiendelee kuzungumza, jipe muda, nyamaza kwanza ili hasira yako ishuke. Nyamaza, usiendelee kuzungumza. Ukiweza kumpisha au kuwapisha, wapishe kabisa. Mko mahali na kundi pengine ya marafiki, mmetoka mahali au mna kazi fulani mnafanya, wamekukwaza, wamekuudhi, usiendelee kuzungumza na, kwa sababu ukiendelea kuzungumza unatengeneza tatizo lingine. Ule ukichaa unapanda zaidi kwenye kichwa chako. Hili ni jambo la pili. Nyamaza kimya au ondoka karibu na mtu aliyekukasirisha. Itakusaidia sana. Unaweza kusema sasa mimi nikinyamaza yeye asiponyamaza, ondoka. Ni bora umpishe kwa muda ili ukatafute kwanza amani ya moyo wako, kuliko kufanya maamuzi ambayo ndani yake kuna shinikizo la hasira. Hilo matokeo yake hayatakuwa mazuri kabisa. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu zuri pia la kulitafakari hili: epuka kufanya maamuzi wakati una hasira nyingi. Maamuzi bora kuwahi kutokea duniani ni maamuzi yaliyofanywa pasipo
shinikizo la hasira nyuma yake. Maamuzi bora sana kuwahi kutokea duniani ni maamuzi yaliyofanywa pasipo shinikizo la hasira nyuma yake. Jizuie kwa muda. Nitakupa nyakati 3 ambazo hupaswi kufanya maamuzi. Nyakati 3 zitakusaidia. Ukiwa katika vipindi hivyo vitatu au kimoja kati ya hicho, haya ambayo nitakutajia muda huu, usifanye maamuzi kabisa. Wakati wa kwanza ni wakati una hasira nyingi. Usifanye maamuzi. Mara nyingi anakuwa sio maamuzi sahihi. Umesikia habari fulani juu ya mchumba wako au mume wako, ukakasirika, sema maneno mengi, mwisho neno la mwisho unalozungumza ukasema tuachane. Yule mtu akakubali ombi lako kwamba tuachane. Baadaye unakuja kugundua ya kwamba ulichokisema ulikurupuka sio sawa. Afu mwenzako ndo tayari alishaamua kumove on tayari. Ndio ile tunarudi kule kwenye madhara yale ya kupoteza watu sahihi. Usije ukafanya maamuzi ukiwa na hasira. Si maamuzi sahihi. Mahali fulani kwenye Biblia panasema hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kipindi cha pili au nyakati ya pili ambayo hutakiwi kufanya maamuzi ni wakati una huzuni nyingi. Ukiwa na huzuni nyingi moyoni mwako, usifanye maamuzi. Tulia kwanza, huzuni yako itulie, ndipo unaweza kufanya maamuzi sahihi sana. Usifanye maamuzi ukiwa na huzuni nyingi sana. Sasa katika huzuni nyingi unaweza kufanya maamuzi kwa kumhurumia mtu. Mfano, binti yangu umechumbiwa sasa, lakini unaona kabisa mwanaume hapana, ila kwa sababu ametia huruma sana kwako, ametia huruma sana kwako, ukaamua tu kumwonea huruma tu, ukawa na huzuni dhidi yake, unasema ngoja nimkubalie tu ili asijinyonge. Hatuoi wala kuolewa kwa sababu ya kuwahurumia watu. Usifanye maamuzi ukiwa katika huzuni nyingi. Pata muda wa utulivu. Ukiwa katika wakati ule wa kawaida, unaweza kufanya maamuzi sahihi sana yakakusaidia kwenye maisha yako. Lakini jambo la 3 ni wakati una furaha sana. Epuka kufanya maamuzi wakati una furaha sana. Mara nyingi huwa sio maamuzi sahihi. Unaweza kutangaza kumpa mtu kitu kwa sababu amekufurahisha sana, lakini baadaye unapokuwa katika wakati wa kawaida unaanza kujutia yale maamuzi yako. Mimi nakushauri sana usifanye maamuzi katika nyakati hizi 3 vipindi. Sio nyakati sahihi sana kufanya maamuzi. Jifunze kwa mtumishi wa Mungu Nehemia. Utasoma, sitakuwa na muda wa kusoma, lakini utasoma kitabu cha Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ajifunze habari hiyo. Nehemia akiwa Shushani ngomeni anafanya kazi. Mtu aliyehusika na kumpa kinywaji mfalme, ndio kwa kazi yake, chini ya utawala wa mfalme Ahasuero. Nehemia anafanya kazi pale. Wakaja watu kutoka Yerusalemu kwao. Ukumbuke Nehemia yuko kama mtumwa sasa huko Babeli. Wakaja watu wanamletea habari Nehemia. Nehemia anawauliza, mji wa kwetu ukoje? Yerusalemu yetu ikoje? Wakamwambia mji ule uko katika hatari, uko katika hali mbaya sana. Mji uko katika mashutumu sana. Ukuta wa Yerusalemu umebomolewa wote. Malango yake, ukuta ule uko na malango 10 yamechomwa na moto. Miji umeteketezwa kwa moto. Watu wameuawa sana. Habari ile ilimhuzunisha sana Nehemia. Ilimhuzunisha sana Nehemia. Nataka nikusomee tu mstari mmoja mambo aliyoyafanya Nehemia baada ya kuhuzunika. Alifanya nini? Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nitasoma mstari wa 3. Anasema, wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa
na malango yake yameteketezwa kwa moto. Mstari wa 4 anasema, hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nilikuwa natafuta mstari wa 4. Mambo mazuri kabisa amezungumza Nehemia. Baada ya kusikia habari zile, moyo wake ulipata shida. Baada ya moyo kupata shida, alifanya nini Nehemia? Jambo la kwanza anasema nikaketi. Vema sana ndugu yangu, unapokuwa na mambo yamefurika ndani ya moyo wako, yanaumiza moyo wako, na kushauri tafuta utulivu kwanza. Keti, tulia. Na mimi nasema nikaketi. Jambo la pili anasema nikalia. Kwa nini alilia? Ili kuondoa ule uchungu ndani ya moyo wake, ili atakaposema aje aseme jambo sahihi, aje aseme mambo sahihi. Nasema nikalia, kuondoa uchungu. Ili ni shida sana, tatizo sana kwa wanaume kulia. Lakini kitaalamu kulia ni tiba. Kuondoa ule uchungu moyoni ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Hizi nyakati tatu. Pointi yetu ya tatu inasema epuka kufanya maamuzi wakati una hasira nyingi. Nikakuongezea vipindi vitatu hatari mtu anapofanya maamuzi. Na nikusaidie, unapokuwa karibu na mtu amekasirika, si vyema sana kuendelea kuwa karibu naye. Pale kwenye Mithali 22:24 amesema, usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende pamoja na mtu mwenye ghadhabu nyingi. Wewe unakufikiri kuendelea kuwa karibu naye kwamba unaweza kutengeneza kitu kingine kizuri, unaweza kupata matokeo ambayo hukuyatarajia. Maana mtu anapokasirika hana tofauti na kichaa. Hana tofauti na mtu aliyechanganyikiwa. Na ndio maana anaweza akasema maneno mengi makali, alafu baadaye akajuta kwa nini alisema. Huo ni ukichaa. Ukiweza kumwepuka mtu aliyekasirika kwa wakati huo, mpe nafasi kwanza. Hasira yake itulie. Hasira yake ikitulia, baadaye mnaweza mkazungumza vizuri. Nehemia aliposikia aliketi, akalia. Amezungumza mambo hapa msingi sana. Aliketi, akalia, lakini pia anasema nikaomboleza kwa ajili ya mji wa kwao. Hakusema mabaya kwanza juu ya watu walioharibu mji, ila alilia kwanza kuondoa uchungu ili aje aseme mambo sahihi. Jambo la 4, kuwa na moyo wa msamaha. Kuwa na moyo wa msamaha. Hatukasiriki hatusamei kwa ajili ya waliotukosea, bali tunasamehe kwa ajili yetu wenyewe. Nasamehe kwa ajili yangu, na wewe samehe kwa ajili yako. Ni kweli umekwazika, umeumia, umepata shida, ila samehe kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili ya mtu aliyekukasirisha. Utasoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 na wa 15. Mungu anaelekeza ya kwamba tusipowasamehe watu makosa yao, na Baba yetu aliye mbinguni hawezi kutusamehe sisi. Kwa tumepewa oda ili tukamwombe Mungu msamaha tusamehe. Basi sisi wa kwanza kusamehe. Tukisamehe tunayo haki ya kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu utusamehe, maana sisi nasi pia tumesamehe. Kitabu kingine ni kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 13. Nikiona kwa haraka hapa. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 13. Kuna ujumbe hapa mzuri wa kusamehe. Anasema mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, huyo mtu anazungumzwa hapa
Kama unasoma Biblia ukiwa nyumbani, hilo neno mtu unaweza kuliondoa ukaweka jina lako. Mimi John. Mimi nani? Unajitaja pale. Una sababu ya kumlaumu mtu, sawa. Hatujakataa, ni kweli una sababu, lakini unapaswa kusamehe kwa sababu kusamehe ni afya. Unasamehe kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili ya aliyekukosea. Kwa sababu kukosea after maisha yanaendelea, lakini anayepata shida ni nani? Ni wewe. Na baadaye unasikia unapata magonjwa, uko hospitali watakwambia pata changamoto, maana unakuwa na pressure. Imetoka wapi? Wakati mwingine sababu ya stress. Na stress, moja ya sababu ya stress ni kutokusamehe. Ukimwona ile kukosea, moyoni mwako unajisikiaje? Unajisikia tofauti. Kusamehe ikinga. Pastor Harris Kapiga aliwahi kunifundisha kitu, akasema duniani viumbe dhaifu vinakufa mapema kuvipisha viumbe vyenye nguvu kutawala. Na ni ukweli, dhaifu wanaondoka, wenye nguvu waendelea kutawala. Na dhaifu ni watu gani? Wasiosamehe. Mtu asiyesamehe ni mtu dhaifu sana kwenye maisha. Samehe. Lakini katika kusamehe, kumbuka ya kwamba mkamilifu ni Mungu peke yake. Hakuna mwingine aliyekamilika zaidi ya Mungu. Huyu uliye naye ana mapungufu na madhaifu yake. Pamoja madhaifu yake ndio hayo makwazo yanasababisha kwako. Kwa ajili ya kuitamani mbingu, kwa ajili ya kesho yako iliyo njema, samehe mtu wa Mungu. Achilia. Usafishe moyo wako ili maisha yaendelee. Katika zile haiba 4 za watu, haiba ya kwanza, melancholi, ni watu wagumu sana kusamehe. Katika swala la kusamehe naipenda haiba ile ya sanguine. Wao ukimkwaza anasema, akimaliza kusema na yameisha moyoni mwake, maisha mapya yanaendelea. Ni watu wazuri sana kwa sababu hawataki stress. Kwa nini umpe stress? Anakuambia umenikwaza hapa, na baadaye maisha yanaendelea. Ila melancholi ni watu ambao wanatuza sana moyoni. Mkwaza anaweza asikwambie, lakini ana uchungu moyoni. Samehe. Mara nyingi sana huwa wakati mwingine wanakuja kufanya maamuzi ambayo hawawezi kurudi nyuma kwa sababu wana moyo wa kutokusamehe. Moyo wa kisima. Shida ya kisima, kila uchafu unaotupwa unaingia. Kisima kinapokea, kinatunza. Baadaye kinaanza kutoa maji machafu. Una moyo wa kisima. Hebu fanya usafi leo. Ondoa hayo mabunzi yaliyotupwa humo. Ondoa hayo makopo yaliyotupwa humo. Makopo ni maneno uliyotunza ndani ya moyo wako ambayo sio mazuri. Ondoa hayo madongo humo, safisha kisima ili kitoe maji safi. Kisima cha maji ukiweka uchafu mule, maji yanayotoka ni machafu. Safisha moyo wako mithili ya bahari. Bahari hailali na uchafu. Hata mtu akifariki katikati ya bahari, atasukumwa na mawimbi mpaka nchi kavu. Bahari haitaki kulala na uchafu. Usafishe moyo wako, samehe. Kusamehe ni afya. Kusamehe ni afya. Unawezekana hata huo mwili ulionao sio wako wako, kwa sababu umetunza stress. Magonjwa ulionao sio wako wako, kwa sababu umeamua kuchagua kuwa na hasira. Umechagua kutokusamehe. Ndio maana yanakutafuna. Hebu samehe leo, achilia moyo wako ili ukae vizuri. Jambo la 5 ni kumuomba Mungu. Muombe Mungu akusaidie. Mwambie Bwana wa majeshi akusaidie. Umekasirika, huna uwezo wa kuachilia haraka, mshirikishe Mungu. Mwambie Mungu, ili siwezi. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Ni mwaminifu sana. Atakutendea, atakubariki, atakupa uwezo wa kusamehe. Ukienda kwa Mungu sio tu kuwashitaki wale kukosea. Mwambie Mungu kwanza akupe moyo wa kusamehe. Akupe nguvu za kustahimili unapokasirika. Uweze kudhibiti hasira yako. Inapokuja shinikizo, fanya maamuzi, mpige. Unaiambia hiyo roho, hiyo nafsi, kwamba mpige, unaambia kama unaweza toka ukampige wewe. Mimi simpigi. Huo uwezo unapatikana kwa Mungu.
unapatikana kwa Yesu, anaweza kukupa. Wanasayansi wanasema kunywa hata maji mengi pia. Wakati mwingine unakunywa maji ili kushusha ile hasira yako. Kunywa maji mengi. Kunywa maji mengi ili uweze kushusha hasira yako. Kunywa maji mengi itakusaidia. Mimi niseme Mungu akubariki sana. Sikujitambulisha mwanzo. Ninaitwa Mwalimu Amani Eliabu Kuyeko. Niko Kasulu, Kigoma. Ninapatikana kanisa la EAGT Beroya. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na imani utakuwa umebarikiwa sana na ujumbe. Umepata mambo ya msingi sana kwenye maisha ambayo yanaweza yakakusaidia kufanikiwa. Najua unatamani kufanikiwa, unatamani kusonga mbele, unatamani kuwa na mahusiano mapya mazuri na watu sahihi, lakini ukujua kumbe hasira zako ndio changamoto, tatizo. Sasa bila shaka Mwenyezi Mungu atakusaidia. Natamani kuomba pamoja na wewe. Unaweza kuomba pamoja na mimi sasa tunapokwenda kumalizia somo letu. Ujumbe wetu huu mzuri sana kwa wanandoa, ni ujumbe mzuri sana. Kwa ambao hawana ndoa ni ujumbe mzuri sana. Wafanyakazi, ujumbe mzuri sana. Watumishi wa Mungu, ujumbe mzuri sana. Kuepuka maamuzi ya hasira. Unakuta ni mchungaji amekasirika, shirika wamemkwaza, anaenda kuwatungia ujumbe unaoendana na matendo yao, anaenda kuwahubiri wao. Sasa hilo ni tatizo. Usipate shida. Twende tukamsihi Mungu ili Mungu wa mbinguni aweze kukusaidia. Unaweza ukanifuatisha kwa maneno haya, tukaomba kwa pamoja kwa imani, na ninaamini kwamba ukiomba maombi haya kwa imani Mungu atakusaidia. Ukiomba kwa imani Mungu atakuvusha. Ukiomba kwa imani Mungu atakutendea. Unaweza ukasema, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimefanya kwa kujua na kutokujua. Nakusihi Mungu katika jina la Yesu unisamehe. Nimekosa, nimeenenda kinyume na mapenzi yako. Naomba unisamehe sasa. Kupitia neno lako nimejifunza na kugundua ya kwamba nimekosea. Naomba unisamehe na unisaidie tangu sasa katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kutulia sasa, nitakuombea. Bwana Yesu mtakatifu, mfalme mwema, na kushukuru na kutukuza kwa ajili ya ndugu yangu huyu ambaye amesikia toka mwanzo, akabarikiwa na ujumbe, na neno lako likamfanya kuona ya kwamba amekosa. Mtakatifu sana wewe Yesu, naomba neema yako ihusike na utukufu pia Bwana ukadhihirike. Msaidie, mpe nguvu za kufanya maamuzi sahihi, na si maamuzi yaliyo na shinikizo la hasira ndani yake. Mpe nguvu za kudhibiti hasira yake. Mpe nguvu za kudhibiti maamuzi yaliyo na shinikizo la hasira katika jina la Yesu. Maana amekuwa shahidi wa maisha yake, amekukosea sana, amekutendea isivyo sawa sana. Na sasa Mungu mkuu, nakusihi sana katika utukufu wako, simama, umsaidie. Msaidie mama huyu, msaidie baba huyu, msaidie huyu kijana wa kiume na huyu wa kike pia. Msaidie, umpe maarifa na hekima, namna ya kuishi na namna ya kutenda, ili asikose mbingu, lakini pia ili aweze kuongezeka kwa utukufu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, ukaandika Amani Kuyeko, utanipata Facebook, Instagram, lakini pia YouTube unapatikana kwa jina hilo hilo. Ukiingia YouTube usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Kuanzia sasa tutakuwa tuna masomo
Kila wiki tutakuwa tunaweka somo moja. Kila wiki na kuahidi tutakuwa tunaweka somo moja. Naamini utabarikiwa sana. Nikushukuru sana ndugu mtazamaji. Asante sana kwa kunifuatilia kwa uzuri. Na imani umepokea kitu au umepata vitu ambavyo ukiamua kuvifanyia maamuzi vinaweza vikawa na matokeo mazuri sana. Amini maombi tuliyoomba ya kwamba tumeomba kwa imani na Mungu atatenda. Na matendo ya Mungu makuu kwetu yatadhihirika wazi katika hiki ambacho tumekwenda kujifunza na kukiomba pamoja. Napatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Napatikana kwa jina la Amani Kuyeko. Andika huko Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Napatikana kwa jina hilo Amani Kuyeko. Utanipata huko. Ukiingia YouTube usisahau kusubscribe na kubonyeza ile alama ya kengele. Maana kila wiki tutakuwa tunaweka video moja ya mafundisho. Ninaamini utabarikiwa, utajengwa sana, na washirikishe na wenzako. Mungu akubariki sana. Amen.